Katika dunia ya leo, ukatili wa kijinsia ni miongoni mwa changamoto kubwa zinazokumba jamii nyingi bila kujali kabila, rangi au taifa. Ukatili wa kijinsia si tu kwamba unahatarisha usalama wa wahanga, bali pia unazuia maendeleo ya kijinsia, usawa na haki za binadamu. Licha ya juhudi kubwa zinazofanywa na serikali, mashirika ya kiraia na wadau wa haki za binadamu, bado ukatili huu unabaki kuwa janga linaloathiri familia, jamii na taifa kwa ujumla. Kwa kuliona hilo, ofisi ya mwanasheria mkuu chini ya ufadhili wa UN Women wameandaa ripoti maalum iliyozinduliwa katika ukumbi wa Zawa Maji House, Mwembe Madema, inayohusiana na masuala ya ukatili wa kijinsia, ambapo maeneo yaliyoguswa ni pamoja na kuwa na sheria muhimu maalum inayosimamia masuala ya ukatili wa kijinsia, kuanzisha mfuko utakaowasaidia waathirika pamoja na kuweka utaratibu maalum wa kuelimisha jamii juu ya masuala ya ukatili wa kijinsia. Elimu kwa jamii, elimu inatolewa lakini bado haitoshi na wala haina mfumo maalum. Kila mtu anatoa kwa wakati wake na anapopata pesa. Hivyo wakataka basi tuwe na mfumo angalau elimu ijulikane, na haya masuala wakasema katika upande wa elimu yashuke mpaka chini, yaende katika mitaala ya elimu ya maskulini kwa wanafunzi, ili wao wapate kujielewa na wajue na waweze kujikinga wakiwa tangu wadogo. Kufuatia tafiti mbalimbali zinazofanywa, ripoti hiyo imeangazia athari za ukatili wa kijinsia, changamoto zinazozuia kupambana na janga hilo na hatua muhimu zinazohitajika ili kutokomeza vitendo hivyo. Tukaona iko haja ya kuanzishwa kwa mfuko wa kupambana na ukatili wa kijinsia na kuwasaidia waathirika wa ukatili wa kijinsia kama walivyoeleza wadau na utafiti uliofanya katika nchi mbalimbali. Tuliona basi iko haja ya kuwa na mfuko huu, na wadau walisisitizana mfuko huu unaweza sasa kuja kuleta mabadiliko. Na baada ya hapo mapendekezo mengine tuliona kama kuanzishwa basi kama kituo jumuishi one stop center ambacho kitahusisha wadau muhimu wa haki jinai, lakini pia tukaona sheria basi itakuja ile adhabu, japokuwa katika sheria nyingine itakuwa adhabu zipo, lakini hii sasa ile specific katika masuala haya ya ukatili wa kijinsia, adhabu ziko katika sheria mbalimbali basi zitolewe na ziweke huku zijumuishe. Sasa moja kwa moja mtu akisoma anajua mimi kosa hili na adhabu zake ni zipi. Na pia sheria hii ilisema kwa sasa tuwe na hatua za kuwarekebisha waathirika, kwa sababu tumeona katika uzoefu wetu wa Zanzibar tunajihusisha sana labda na kumwadhibu mtu, lakini yule ambaye alipata haya madhara au waathirika au wahanga ni juhudi ndogo ambazo za kuwasaidia wao. Kwa maana hiyo tukasema basi tuje katika sheria hii tuweke majukumu maalum na kwa watu maalum, na katika wizara ambayo inasimamia masuala haya hasa usawa wa jamii, basi iandae taratibu na miongozo ya kuwarekebisha hawa watu waathirika wa ukatili wa kijinsia hasa katika masuala ya kisaikolojia. Maoni ya wadau yanahitajika katika kufanikisha utendaji kazi wa ripoti hiyo, ikiwa ni pamoja na serikali, mashirika yasiyo ya kiserikali na jamii, katika kuhakikisha kwamba lengo linafikiwa la kupinga vitendo vya ukatili kwa jamii. Uongozi wa wizara nasi utakaa sasa na wataalamu wao, lakini pia na kwa upande wa ofisi yetu, idara yetu ya uandishi wa sheria itasaidia katika kuandika sheria, lakini pia hiyo sheria itapitishwa tena kwa wadau tofauti, kwa sababu sio kila kitu ambacho kimependekezwa katika utafiti huu kitakuwa kimekubalika na kitakwenda kama kilivyo. Bado itategemea na maoni mengine ambayo tutolewa na wadau. Wengine wanaweza kaona kwamba labda tusiwe na taasisi au tusiwe na kitu hichi, lakini sheria tuwe nayo. Kwa yote hayo yataendana baada ule utaratibu utakaofanyika wa kukutana na wadau. Wakati huo wizara husika sasa itapokuwa itengeneza sasa ile sheria ambayo inahitajika, na itapita katika ngazi zote. Itapita kutoka kwa wadau wizarani wenyewe, uongozi wa wizara, itakwenda kwa makatibu wakuu, Baraza la Mapinduzi, mpaka baadaye itafika katika Baraza la Wawakilishi. Kwa hiyo itapata maoni ya wawakilishi na hatimaye inaweza kuwa sheria.
Kila mwaka wanawake na wasichana duniani kote hukutana na aina mbali za ukatili wa kijinsia, ikiwa ni pamoja na unyanyasaji wa kimwili na kingono, ndoa za utotoni na mateso ya kisaikolojia. Takwimu zinaonyesha kuwa idadi ya wanawake na wasichana wanaokumbwa na vitendo hivi ni kubwa, lakini bado ni vigumu kubaini na kudhibiti tatizo hili. Je, ni sababu gani zinazopelekea hali hiyo? Mienendo ya kibaguzi ya kijamii pia inaendelea katika kusababisha masuala ya ukatili, na vile vile uchunguzi mwingine umegundua kwamba 28% ya wanawake na 12% ya wanaume wanaamini kuwa mume ana haki ya kumpiga mke wake ikiwa atachoma chakula, ataunguza kwa lugha nyingine, atagombana naye, kwenda nje bila ruhusa ya hapo awali au kutelekeza watoto. Hii ni tafiti ambayo OCGS na MBS waliweza kuifanya mwaka 2022. Na hii inadhihirisha kwamba bado tuna mitazamo hasi inayoangalia majukumu yetu, nafsi zetu, haki zetu za msingi katika ustawi wa jamii, na kupelekea zaidi kuwa na ukatili na udhalilishaji ndani ya familia na hata katika maeneo ya jumuiya. Ripoti hii inatoa mwongozo muhimu kwa serikali na wadau wengine katika kutafuta suluhisho mwafaka na endelevu kutokana na changamoto hii, pamoja na kutoa miongozo ya kutengeneza sera za kisheria zinazolinda haki za wanawake na jamii kwa ujumla. Ofisi ya Mwanasheria Mkuu imetaja kuwa ripoti hii pia ni mwanzo mzuri wa mchakato wa pamoja na kuleta mabadiliko na kuhakikisha kuwa wanawake na wasichana wanapata usalama, haki na usawa katika jamii zao. Nusra Khamis, UBTV.